Je, maandiko yanenaje? Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na hofu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 15. Miongoni mwa maswali ambayo watu huwa wanauliza, Yesu ni Mungu kweli? Leo mimi najibu ni ndio. Yesu ni Mungu kweli. Sisi wa Kristo tunamfuata Yesu na kumwabudu kama Mungu. Ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Alikuwepo pamoja na Baba mbinguni, akaja duniani, akazaliwa na kuishi kama mwanadamu, lakini pasipo dhambi. Alikufa msalabani kwa dhambi zetu, alifufuka siku ya 3 na kupaa mbinguni. Baada ya kuonekana wengi, maana aliwatokea wanafunzi kadha wa kadha, na Yesu atarudi tena kuwahukumu wanadamu wote. Na kibibilia zipo sifa nyingi zinazothibitisha kwamba Yesu ni Mungu. Tajaribu kukupa baadhi ya maandiko. Yohana 1 mstari ule wa kwanza, imeandikwa, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa 10, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Warumi 9 mstari wa 4 na wa 5. Maandiko yanasema ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Maandiko yanasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazikie nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura yake Mungu. Tito 2:11 hadi 14. Maandiko yanasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Nena maneno hayo, onya na kukaripia kwa mamlaka yote, asikudharau mtu awaye yote. Lakini pia haitoshi. Mmoja wa wanafunzi wa Yesu alimuita Yesu Bwana wangu na Mungu wangu. Inatoka kwenye kitabu cha Yohana 20 mstari wa 26 hadi wa 29. Na maandiko yanasema, basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, waheri wale wasioona wakasadiki. 30. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa
ili mpate kuamini ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu, na kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Kwa haya ni baadhi ya maandiko katika Biblia takatifu yanayothibitisha uungu alionao Yesu, yanayothibitisha kwamba Yesu ni Mungu kweli. Ni mimi mhubiri kijana zaidi, Pastor Emmanuel Chatanda. Amen. Asante sana.